Moja kwa moja kutoka katika mji kasoro bahari mkoani Morogoro. Jina langu ni Zena Kasim kutoka Aviation Tanzania, na leo tupo hapa katika kiwanda cha uundaji wa ndege za kitanzania aina ya Sky Leader. Hivi tunavyozungumza, kiwanda hiki tayari kimeshaunda jumla ya ndege 4. Ndege 3 zikiwa ni aina ya Sky Leader 600 na ndege moja ikiwa ni aina ya Sky Leader 150. Tuko hapa katika wiki ya flight demonstration, kwa maana ni wiki ambayo kiwanda hiki ama uongozi wa kiwanda hiki unafanya zoezi la kuonyesha namna ambavyo ndege hizi aina ya Sky Leader 600 na 150 zinavyofanya kazi, zinavyoweza kuruka hapa katika uwanja wa ndege wa Morogoro, ambapo ndipo kiwanda hiki kilipo. Tupo ndani ya ndege ya Sky Leader 600, moja kati ya ndege ambazo zinatengenezwa katika kiwanda cha ndege cha Airplanes Africa Limited hapa nchini Tanzania, na tutapata fursa ya kuzungumza na rubani wa kwanza wa Kitanzania kurusha ndege za Kitanzania ambazo zimetengenezwa ndani ya Tanzania aina Sky Leader 600, aweze kutujuza mambo tofauti kuihusu ndege yenyewe, lakini pia matumizi yake na kwa nini wewe unaihitaji ndege hii. Habari yako Angel Batsegat? Salama, nashukuru. Habari yako Zena? Salama, kwema? Salama. Karibu sana Morogoro. Karibu Airplanes Africa Limited. Asante sana. Kwa sifahamu Sky Leader 600, tueleze kwa ufupi ina utofauti upi na ndege za aina nyingine? Okay, ndege yetu ya Kitanzania Sky Leader 600 au Sky Leader 600 ni ndege ambayo iko katika kategori ya light aircraft, na hususan ni microlight au light sport aircraft, ambayo tunasema ili uweze kuitwa light sport aircraft au microlight inatakiwa na maximum weight ya kilo 600, lakini ni ndege ambayo ni nzuri, ina perform vizuri sana. So tofauti yake kati ya ndege hizi zingine tutaiona katika sifa zake. Ambazo ni zipi hasa? Tofauti kati ya ndege hii ya Sky Leader 600 au Sky Leader 600 na ndege zingine, cha kwanza, ndege hii inatumia petroli na pia inatumia avgas, aviation gasoline. So unaweza either ukachagua kutumia avgas au unaweza ukachagua kutumia petrol. Na kwa jina lingine la kitaalamu wanaita MOGAS au motor vehicle gasoline. Okay. Na kwa nini tunatumia petroli au kwa nini umuhimu wa kutumia petroli katika ndege hizi? Cha kwanza, unajua petroli ina gharama nafuu katika operation au low operation cost kuliko avgas, lakini pia upatikanaji wa petroli inapatikana kirahisi zaidi kuliko upatikanaji wa avgas. Manake hata kama tukipeana zoezi kwamba mimi na wewe twende tukatafute, wewe utafute petroli, mimi nitafute avgas, utani win kwa sababu petroli inapatikana kirahisi. Tofauti ya pili kati ya ndege zingine, hii ni ndege ya microlight, lakini katika kategori ya microlight ni ndege ambayo inaongoza kwa ubora katika kategori yake. Na uniqueness nyingine ni kwamba ndege hii imeundwa kwa version tofauti au imeundwa kwa configuration tofauti. Kuna ndege ambayo pia ina parachute, ni Sky Leader 600, na ndege ambayo haina parachute bado ni Sky Leader 600. Kwa hiyo nyongeza ya usalama, tumeona kwamba mteja anaweza akachagua either atumie ndege ambayo ina parachute au atumie ndege ambayo haina parachute. Na parachute hiyo ukideploy inaibeba ndege nzima wakati wa dharura. Sio kwamba una eject wewe kama rubani au kama abiria, inabeba na ndege yako inakuweka chini. Lakini tofauti nyingine ni kwamba ndege hii ina uwezo wa kuoperate au kurushwa katika speed ndogo. Na inaweza kustall mpaka katika 35 knots ndio ina stall, lakini pia unaweza approach mpaka na 60 knots ambazo kwa haraka ni kama kilomita 120 kwa saa. Okay. Ndio approach speed yake ambayo inakuwa ni very minimum. Ina uwezo wa kujaza mafuta kwa kiasi gani yanatumika ndani ya ndege? Okay, mafuta hayo yanatumika kwa masaa 8. Tunaita endurance, ni masaa 8 na inabeba uwezo wa lita 120. Maana yake kwa kushoto kuna lita 60 na kulia kuna lita 60 za petroli au avgas. Ambao pia range yake sasa, ule umbali ambao inaweza karuka ni kilomita 1600. Ndio. Mtu akitaka kuimiliki ndege ya Sky Leader 600, naam, analazimika kutua katika kiwanja ambacho kiko chini mamlaka ya usafiri wa anga?
Viwanja viko tofauti na vyote nina uhakika kwamba vyote huwa vinakaguliwa na mamlaka ya usafiri wa anga. Lakini kuna viwanja pia ambavyo viko chini ya mamlaka ya TAA, Tanzania Airports Authority, na kuna viwanja vya private. Kwa hiyo hii ndege inaweza katua kwenye uwanja wowote ambao tayari unakuwa certified, na hauwezi, na ninavyoelewa mimi kwa uelewa wangu ni kwamba ili uweze kuoperate uwanja wa ndege lazima uwe umekuwa certified na mamlaka. Lakini kwa kifupi ni kwamba hii ndege inaweza kutua katika umbali mfupi kuanzia mita 100 mpaka mita 200 katika maximum performance. Kwa sababu tunaweza kusema kutokana na size yake na jinsi ambavyo imepunguziwa uzito, manake ile distance ya kutua inakuwa pia imepunguzwa. Kwa unaweza kutua ndani ya mita 100 uko umetua na kunyanyuka ndani ya mita 100. Kumiliki gari ni kitu rahisi, kwa maana mtu anaweza akamiliki gari kwa kwenda kuchukua tu leseni, akasomea namna ya kuendesha gari na akaweza kuiendesha. Kuna vitu gani vya kitofauti ambavyo anahitaji kuwa navyo mtu kabla hajamiliki ndege aina ya Skyleader 600? Okay, anatakiwa ahudhurie mafunzo au aingie kwenye mafunzo ya urubani kama anataka kuwa rubani wa hiyo ndege, au kama hatoweza au hawishi kuwa rubani wa hiyo ndege, basi anaweza akakodi mtu akawa anamrusha. Lakini masomo ya urubani yanajulikana. Ndio kwamba kuna vigezo tu awe zaidi ya umri wa miaka 17 akiwa amepata leseni yake ya private pilot. Lakini pia anatakiwa awe na afya njema, afya timamu. Lakini pia anatakiwa kuna requirements zingine za mtu mwenyewe, kwa mfano passion, upendo wa kuruka. Ile passion ya kuruka ni kitu ambacho ni cha kawaida.